gira na tukurehagira ageni aria utwitete guku thini wa studio nigetha tugane kiria mena kio na tuhote kugacithia miturire itu na mikarire itu ngoririkania ageni ati no muthenya wa muthenya wa kana ni tuko tugithie thibitari na muno tuko tukirora ugima witu wa mwiri na tuko tukirora uhoro wa thina wa magego taruma kiria turi ihinda-ini riri ya mathiguku na hindi ya mathiguku andu ni makoma makiriania uru makarinde ciana cukari cigithukia magego mao na kio twina ndagitari Peter Irogo uria uka guteithia uhoro wa kurora na kumenyerera magego maitu no mbere ya uguo turathi ginya county area turiganite nayo iguku Nairobi ite county ya Machakos cemanie na mheshimiwa governor wa county ya Machakos na noe mwambecia ndero ni mwambiriria wa maendeleo chap ene kityo kinyo thini wa studio riu mundu agithanagia atia na gikamba horo waku ni mkwega mundu horo waku ndigienda gukugeithia na gikamba gikwira uvo wakwa nesa ni museo ikienda kuga atiriri ni turerera Inoro TV Nitwende kweloela. Kweloela. Hiyo Kikamba ni kama Kikuyu. Kikamba ni lugha ya the plains. Kikuyu ni lugha ya milima wakati watu wanatetemeka na baridi. Kwa unasema mtu kweloela. Kikuyu ni baridi tu, ni Kikamba lakini wanaongea na kwa sababu wanatoa tetemeka wakiwa juu ya milima kwa sababu ya baridi. Same thing. Chapter hana atia. Tunaendelea vizuri. Karibu sana. Yangu ilikuwa tu ni kuhakikisha kwamba umefika salama. Alafu niwaachie uwanja wa siasa na Kamau. Thank you very much. Asante sana, karibu. Asante sana. Joroge wa gereji ni arekagia muno rucini ni uria akungaga kuma mwena uyu agethi mwena uria na ndikimwiraga rimwe akimenyerera gwikunga rurie na shuka mweru regi muno mwiroreri na muthikiriria wa Inoro TV haria hothe uri thini wa bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya nituingira itha ria keri ri Inoro rucini itha riria tukurehagira ageni kuma kundu gutiganite muoroto wi gwaka matura maitu gwaka bururi witu gwaka kaunti citu na gutheremia uhoro wigi uthii wa na mbere kaunti ya Machakos ni gwitu iri thini wa bururi wa Kenya ni gwetagwo muno gukorwo itongoretie hari kuhingia maundu ma devolution kana kuhingia maundu kuringana na uria muingi wakuo ungikorwo ukienda Governor wa mbere wa county ya Machakos kana Machakos 1 ni Ndagitari Alfred Mutua ni oikaine ni mumuwe ni wa mwambiriria wake magitagwo maendeleo chap na hindi ria okite guku thini wa studio tondu ri ni rita riake kumurehe kuma twambiriria Inoro TV ni nyonaga ni mumwendete ni nyonaga ndumiririria mutumaga cikanyumiriria na ikanyonia ati ni ngeragia gugikurehera ageni matiganite niwe turi nake thini wa studio muthenya wa umuthi ungikorwo na kiurio giothe ungenda kumuria ni giuke kwetukira Facebook page shito angikorwo ni kiuria kana ni mawoni megie ndereti ria tukorwo tukiaririria rucini ruru igie uteti na utongoria Machakos 1 geithekana karibu sana. Asante sana. Horo ni kwega muno. Na kuona uko sambamba kabisa. Niko salama. Naona unalishwa na unatunzwa vizuri kabisa. Waendelee hivyo kazi endelee hivyo hii ni kazi Inoro TV. Utachapwa nyumbani wewe. Hapana, kuna vita. Torie gekuka na gethweli yoyote ile Machakos kwa hanatia. Machakos ni kuzuri, tunaendelea na kazi. Tumefurahi sana katika msimu huu. Tumepata mvua. Lakini kabla ya mvua kulikuwa na harakati ya njaa. Na kwa sababu tulikuwa tumeweka mikakati wakati niingia kama governor ya kununua tractors za kualimia kina mama na wajane na wazee bure na kuongeza mahali watalima na pia kuwapatia mbegu za bure na pia fertilizer iliyo pesa chini kwa mara ya kwanza tangu uhuru tupate uhuru. Wakati kaunti zingine za Ukambani zilikuwa zinapewa mulio ile food relief ile chakula Machakos hatukupewa. Sasa tumefurahi sana kujivunia ya kwamba sasa devolution na hizi sera za kufanya maendeleo zimewapa heshima, sio kupewa chakula, tunakuza chakula chetu. Kwa Machakos tuko sambamba kabisa. Mwiroreri wa Inoro TV ni ukuigwa tugucenjia ruthiomi tukaria ringi gethweri tukaria gikuyu ona gikamba ni ugo tukiririria tondu ruga icio ciothe ni citu na ni tugiciwe maendeleo chap tukinyete tumeendelea vizuri sana. Unajua nilipoanza maendeleo chap tulianza kama mfumo tu wa kukaza na kusukuma hali ya maendeleo. Kwa sababu tunasema hivi, ndugu yangu, unajua maisha tulionayo ni moja. Kila juma, kila siku, kila wiki tunazika watu. Mtu uweze mzika leo, alafu kesho kutwa ukamkuta kwa duka akinunua soda ama kinywa chai.
ukienda umeenda. Kwa hiyo mimi nikajiuliza, kama maisha ni haya, kwa nini tungojee kwa muda kupata maendeleo, na kama ikiwa inawezekana sasa? Kwa nini vijana wakae nyumbani bila kazi? Kwa nini barabara ziendelee kuwa na vumbi? Kwa nini akina mama wawe bila maji kama kule kwetu? Kama inawezekana kupata hayo maendeleo hivi sasa, kama vile wamefanya kule Europa, kule Marekani, na tumeishi nao, hawajatushinda na kitu. Weko kama sisi, hata sisi wengine tulisoma nao, tulikuwa erevu, tunawashinda kwa madarasa. Nikaona lazima tuwe na mfumo wa kuendeleza maendeleo. Sasa ndio sasa tukaanzisha maendeleo chapchap, na tumeendelea vizuri. Tulikuwa na mkutano wetu na wa aspirants. Hata nimefurahi sana kwa sababu hapo kesho, ni kesho Ijumaa, kesho Friday, hapa tuko na ofisi yetu hapa Lavington. Nitakuwa nikikutana na aspirants kutoka Central Province. Kwa hivyo ikiwa kuna aspirants yuko Central Province, anatafuta kiti na anataka kuingia chama ambayo ina focus maendeleo, chama ambayo itasimama na rais wetu Uhuru Kenyatta, lakini chama ambayo inasema lazima tukue na chama ya maendeleo. Kuja ujipange kabla hujapangwa. Kuja aspirant maendeleo chap kesho kuanzia saa 7. Serious aspirants unajileta na kwenda nyumbani, ndio tuweze kuwa na ile demokrasia. Wengine wataingia Jubilee, wengine waingie maendeleo chap, ndio tuendelee na hiyo system yetu. Umesema kuja ujipange kabla hujapangwa. Hebu fafanua, unamaanisha nini hasa? Unajua hii Kenya yetu hii. Ndio. Hii Kenya nchi yetu, you know, kaka ya limba. Unajua, na by the way, kabla sijaendelea, unajua nimekuta kwaya ikimba. Sijui amekula nini asubuhi. Wako sawa. Kilo amekula, anataka kula. Hiyo energy uko nayo kabisa. Hiyo ni energy ya chapcha. Kwanza tunapeleka Machakos. Very good. And beautiful song. Wana energy sana, pengine walikuona uko sambamba wakasema acha jikaze kidogo. Sawa kabisa. Unajua, katika ukumbi wetu wa siasa unakuta kwamba watu wengi wana wasiwasi. Kama mimi nilijipanga kama sijapangwa na chama cha Wiper, ambacho ndio niliingia nacho, kwa sababu unakuta vyama vingi vina wenyewe. Lakini sisi tumesema chama cha maendeleo chap hakina wenyewe, ni chetu sisi wote, ni cha wananchi. Ni chama ambacho kinahusika na maslahi ya wananchi. Unajua, katika nchi yetu ya Kenya unasikia watu wengine wanasema tumesoma kitabu, kwa hivyo unasema fulani amesoma kitabu, amesoma katiba, sisi hatutaki kusoma. Amesema ndio, tumesema ndio. Unajua hiyo system sio demokrasia. That is a form of dictatorship and authoritarian system where one person dictates to the rest na wengine tunafuata. Sasa tumesema maendeleo chap ni tofauti. Viongozi wataambiwa na wananchi, sisi ndio tumesoma kitabu, tunasema uende hivi. Sio the other way around, ati mkubwa ndio anasema tumesoma tuende hivi. Sasa hiyo ndio tofauti ya chama chetu, ambapo unajipanga kama mwananchi kabla hao viongozi wengine hawajakupanga. Hiyo ingine wananchi wanaelewa. Katika harakati za kufanya nomination na nini, hatuwezi, sio kila mtu ataweza kufit ndani ya vyama viko, na unajua kwamba pale mwisho unaweza jikakamua. Kwa hivyo ukijua pengine pale una wasiwasi, kuja maendeleo chap. Maendeleo chap inaunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kwa uchaguzi wa 2017. Unajua mimi kutoa kila mwanzo nimesema ya kwamba mimi sio mtu wa stories. Mimi ni mtu wa maendeleo. Jambo ambalo Uhuru Kenyatta amenifurahisha nalo ni kwamba yeye focus yake ni maendeleo. Yeye hataki mali, yuko na mali. Yeye hataki kujulikana, amejulikana. Yeye hataki ukubwa, yuko sawa. Nimeona na juzi alikuwa kambani, nikamwangalia hata macho anapoongea. Yeye anajali maslahi ya vijana wale ambao wana kazi. Yeye anajali maslahi ya kujenga barabara, hataki watu wako na vumbi. Na ukiangalia vile Uhuru Kenyatta naongea na vile mimi naongea, naona sisi tunaenda sambamba kabisa. Kwa hivyo mimi kama mtu nimesimama na Uhuru Kenyatta kwa muda mrefu, na mimi sio mtu wa kuyumba. Unajua kuna wengine wanajua ni watermelon. Leo yuko hivi, mwingine yuko hivi, leo yuko hivi, mwingine yuko hivi. Mimi nikiingia mahali nimeingia, nikisimama na simama, ukiwa kubaya, ukiwa kuzuri. Sasa ni kufukuzwa, ulifukuzwa kwa Wiper ama ulijifukuza? Unajua Wiper walianza kufukuza zamani. Unajua Waswahili walisema ya kwamba kufukuza ya kwambii toka. Wakati mara ya kwanza nilipoingia Machakos, nilinunua ambulance 8 ambulances. Kila location ya Machakos iko na ambulance, na hata tukaongeza zaidi. Kwa sababu akina mama wetu walikuwa nakufa, wanatoka damu na kufa wakiwa kando ya barabara wakienda hospitali kujifungua. Watu wanakufa, akina wazee wanakufa njiani. Mimi nikasema hakuna haja mtu kufa. Sasa Machakos ukiitana dakika 5 dakika 6 ambulance inakuja kwako nyumbani, inakutibu na kupeleka nyumba. Walipoona hiyo watu sasa tumefanya hivi, wakasema huyu Mutua anaharibu siasa ya chama yetu ya Wiper. Kwa sababu imekuwa ni chama ya Wiper ya kuongea tu, si chama ya kufanya vitu. Nilipojenga barabara ya kilomita 33 kwa miezi mitatu,
wakasema huyu Mutua sasa ameanza kuharibu siasa ya Ukambani. Niliponunua tractor za kuwalimia akina mama na kuwalimia ndugu zetu wakaendelea. Nilipoanza miradi ya maji, kwa sababu sasa nimeanza kuleta maji, kuweka mifereji ya maji, tunataka kuweka kila nyumba Machakos hiyo ni mifereji ya maji. Wakaanza kusema huyu Mutua lazima tumuondoe. Walianza zamani, wakajaribu kuniondoa na MCA zamani, wakachukua MCA wangu wakawapeleka huko, wakaanza kunitukana. Nikaona hapa akufukuzae akwambii toka. Ukiona vielea jua vyaundwa. Nikaanza kujipanga. Kwa hivyo juzi waliponifukuza wakasema nitoke Wiper ati kwa sababu hiki sio kitu imeanza sasa, ni kitu kilichoanza zamani. Lakini tulikosana sana kwa sababu juzi unajua walikuwa wanataka kufanya maandamano. Wanaandamana, wanasumbua serikali ya Uhuru Kenyatta, wanafanya nini? Kutukanana. Mimi nikasema siasa za kutukanana ni za zamani. We need to be a thinking nation. Yes. Mahali naweza kataa na wewe mambo yako, lakini ni kueleze sambamba kwa points bila vurugu na vita. Wakasema nijiunge nao tupige sijui nini. Mimi nikasema unajua hii mambo sisi Ukambani hatuwezi kuja Nairobi kwanza kutupa mawe. Sababu mawe ni rasilimali ya Ukambani bana. Sisi kwari zote ziko Ukambani, ndio tunauza mawe inakuja Nairobi kujenga nyumba kama hii ambayo tumekaa hapa. Wakasema ya kwamba tuanze kuchoma taya. Mimi nikasema sasa taya ndio Wakamba tunachoma namna gani? Mkamba akiona taya inachomwa Nairobi anasikia uchungu. Kwa sababu hiyo taya tunatengeneza viatu tunauzia watalii, tunapelekea watoto chakula. Nikisema mambo yao siwezi, hiyo psychopath siwezi. Wakasema huyu Mutua siasa yake mbaya. Kwa hivyo siasa ya maendeleo ndio wamepinga, sio Mutua. Sio mimi nimepingwa. Mimi nimepingwa kwa sababu ya kusimama na siasa ya maendeleo na kusimama na Uhuru Kenyatta. Aya, asante. Ni uko na toga tofora guthurwo kana gucoka rĩngĩ 2017 Machakos. Unajua utarĩrĩni wa Wiper, utarĩrĩni wa CORD wena maendeleo chapchap. Tuko sawa. Unajua kule tayari Ukambani maendeleo chapchap imeenea. Na tunatarajia kwamba unajua tutasimamisha wabunge, ma-MCA, magavana, maseneta Kenya nzima. Lakini kuna hata watu wanasema nzima. ni PR, wale ambao wanakupinga wanasema ni PR. PR gani hiyo kusimamisha watu? Yani kwamba maendeleo chap chap, yani yale maendeleo unazungumzia ati hayaonekani. Si wakuje nyumbani, wakuje waone. Unajua mtu akisema onekani, kwani barabara ni PR? Kama barabara iko kilomita 35 iko na lami, hiyo ni public relations. Kama maji iko na watu wanapata maji, hiyo ni public relations. Ukija Machakos tulinufaika na mtaka kumrudishia sana asante Uhuru Kenyatta na serikali yake. Sababu alikuja Machakos wakati wa Mashujaa Day. Wakati niliingia governor hatukuwa na stadium, ilikuwa kwa kiwanja tu kama ya kulisha mbuzi. Hiyo ni PR. Mashujaa Day kakuja Machakos. People's Park iko hapo. Haya matatu tumeweka kwa barabara, mulika mwizi tumeweka kwa kila village. Hiyo ni PR. Show ambazo tumewajengea wananchi, hizi soko ambazo tumewajengea wananchi, hizi tractor ambazo zinalima hata kitukio hapa zinaendelea kualima na mbegu na pia. Hiyo ni PR. Hao wanaongea PR ni wale watu wanaogopa. Kwa sababu hakuna kitu wamekaa kwa serikali kwa muda mrefu, hakuna kitu wanaweza kuonyesha wananchi wamefanya. Kwa hivyo ukiona mtu anafanya bala ya kudhania kuhusu kumuinua mwananchi, wanataka mwananchi akae pale pale. Lakini kutoboa, tutatoboa hiyo. Hiyo tutatoboa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Watu wa Machakos ni watu wajanja. Ni watu wanajua mahali walipo na mahali wanaenda. Na ni watu ambao nawashukuru wamesimama na mimi kabisa, na tunajua kwamba 2017 tutaomba kura. Kura sio yangu, kura ni ya mwananchi. Mwananchi ndio anaamua. Nego governor na ugetia kura kupitia maendeleo chapchap. Ndio. Ni chama chako cha kisiasa? Ni chama chetu. Unajua nimesema si chama changu, ni chama chetu. Tunataka kupindua sera ya chama kimoja cha mtu mmoja, lakini mimi kura yangu nitaitisha na maendeleo chapchap. Chama ambacho kinasema inawezekana na itawezekana. Haya, manifesto ya Nyiro Gatia. Manifesto yetu inasema hivi. Inawezekana kila mwananchi kupata maendeleo anayostahili kwa njia ya upesi, tukizingatia mambo kadhaa. Lazima tuangalie vile tunavyofanya kazi. We have too much bureaucracy in this country. Processes, a lot of fat. Unajua barabara ya 33 kilometers, nilienda kwa audit queries juzi, walikuwa wanauliza vile tulijenga hii barabara. Hii barabara budget iliyokuwa imewekwa na Kenya ilikuwa 1.6 billion shillings. 1.6 billion. 1.6 billion shillings. Mimi nikatumia 580 million shillings. The same, no, about a third. For the same quality of road. Kwa sababu ukiangalia vile tunajenga ujenzi, kuna watu wanaitwa checkers, sijui watu nini, huyu contractor lazima umumunulie magari 10, huyu sijui nini, umtafutie hata bibi ya kukaa mahali, you know, inaonekana unakuta so much money spent. Alafu mambo ya corruption.
Unakuta lazima pesa ipandwe ndio huyu apate kitu kidogo, ndio huyu PS apate kitu kidogo. Mimi nikasema we do integrity, tukakacha. Ile pesa tunayo katika nchi yetu Kenya ni nyingi sana. Tukiitunza na kuitumia vizuri, hii nchi yetu inaweza kaa kama Ulaya. Sio lazima tuende Dubai, tunaweza leta Dubai hapa. I agree with you. Kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio manifesto ya kwanza, ni kuchunga pesa na kufanya vizuri. Ya pili ni kufanya vitu kwa upesi. Tulijenga barabara ya miezi mitatu. Wakati walipokuja walituambia tujenga barabara kwa 3.5 years, kwa sababu you make 1 kilometer per month. Kwa hivyo 33 kilometers 33 months. Mobilizing mvua nini 3 to 4 years. Nikisema hapana, I hired 11 contractors, each contractor doing 3 kilometers, kila kilometer 1 month, 3 months barabara ikaisha. Hiyo ndio speed tunataka ya chap. Unafanya the same quality lakini kwa haraka, vijana wetu wapate kazi, tuendelee na maisha. Kwa sababu hata naona unazeeka na mimi nazeeka, haitungojei. Haya, Tabero Kamilo haudagitari. Kesho umesema unakutana na aspirants. Ndio. Kutoka Central. Wakati ambao Central na Mount Kenya. Yes, Mount Kenya. Wakati ambapo chama cha Jubilee kinafanya uchaguzi wake wa kuchagua interim officials. Uone kama utaleta malumbano na Jubilee? Wale wanaendelea wa Jubilee wako Jubilee. Sisi tupiana Jubilee, wao waendelee. Sisi tunataka tu wala wa maendeleo chapter. Na watu wameshaamua. Kuna wale wameshaamua tayari watakuwa kwa Jubilee. Hizo nini, na wale wameamua wanataka chama kingine ambacho hakiko mbali na Jubilee, lakini pia wanaweza kupata nafasi na sauti. Okay, doli watoto wale Mount Kenya ni stronghold ya Jubilee. Na kule ando megukira kara hini tondu wa ukorwa temati na thuru gutongoria kiama na maundu ta macio. Jubilee de kuna torate advantage ya ndo tocio kuingira na maendeleo chapchap. Hii kwa sababu najua sisi tunakutana nao wakati wanaendelea. Kwa hivyo wale wanakuja kwetu ni wale hako wahusiki na hiyo mikutano ama hizo kura zao. Wale kwa kura wako huko. Mimi nitakuambia vile maendeleo chap itaweza kuwafanya washinde viti. Na kuhakikishia kwamba lazima unajua uitishe kiti ndio ushindwe. Atanajia kiti ndio ushindwe. Unajua kiti ndio ushindwe. Vile tutafanya kazi pamoja nao tushinde viti, vile tuna msimamo wa maendeleo, vile wataweza sera zao, na vile hata wakati wa nomination vile watu wataweza kupata ile nomination yao. Na jambo zuri, unajua Jubilee ni chama ambacho ni kizuri, lakini sio kila mtu anaweza fit mahali moja. Unajua mimi nimeona leo wewe umevalia suti ya blue, mimi nimevalia suti ya nyeusi, nimeona ndugu yangu amevalia suti ya dark blue. Kila mtu anavalia suti ambayo anaona iko sawa, si ndio? Naona wengine wanavalia viatu high point ziko na chuma mbele, wengine wanavalia cowboy boots. Kila mtu yuko na style yake. Unaona? Kwa hivyo si lazima kila mtu aingie mahali fulani. Imaanishi kama mtu amekuja amevaa kofia, huyo si wenu tena. Hapana, ni wenu, lakini yeye anajisikia ile nguo amevaa ina fit vizuri akiwa ameingia hapa. Hiyo inaitwa demokrasia. Utawalipisha pesa ngapi? Kwa sababu vyama vya kisiasa huwa mnalipisha sijui nomination fee, mambo kama haya. Hilo ni jambo ambalo sisi vile nimesema, tofauti ya chama cha maendeleo chap na vyama vingine ni hivi. Wakati vyama vingine vinavyowaambia watu nyinyi mtalipa hiki, nyinyi mtalipa hiki, mtafanya hiki, sisi tunawaambia nyinyi aspirants, hichi ni chama ni chenu. Tutakuwa na meeting yetu. Tutakuwa na delegates meeting at the end of February. Wakati wa delegates meeting, na hizi meeting tunakutana nazo kwa sababu nilikutana na watu kutoka Ukambani juzi, hawa nakutana na Nairobi, nakutana na Coast, wa kutoka Western, hivyo. Hao ndio sisi tutaamua kama wenye chama aspirants tunataka kulipa ngapi. Umenipata? Hiyo ndio tofauti. Sio watu wamekaa kwa ofisi wanapanga mahesabu. Ni sisi tunaamua. Ndio tuende kwa wananchi, ndio tuweze kulipa pesa ambazo tunaweza kuafford. Haya, asante Mheshimiwa Governor. Kwa wakati huu kuna chama kingine kinaitwa chama cha mashinani. Sasa kuna maendeleo chap, kuna Jubilee, kuna CORD, sijui kuna NASA, tunasikia itaundwa na vyama vingi ambavyo vitatokea. Hebu tueleze kwa ufupi tu tofauti ya maendeleo chap na chama cha mashinani, chama cha NASA, CORD na Jubilee. Chama chetu cha maendeleo chap ni chama ambacho nguzo yake ni maendeleo, sio kujitafutia kiti ya siasa. Ukiangalia juzi nimeona hawa watu wanasema wataunda chama sio kinaitwa NASA. Ukiangalia NASA sio chama cha kuleta maendeleo, ni chama cha kuwatafutia wababi viti.
Wewe utakuwa hiki na wewe utakuwa hiki, wewe utakuwa hiki, ndio ulete kabila lako hapa. Sio chama ambacho kinasema sisi tunataka hiki na hiki na hiki. Ni vyama ambavyo vinataka kuwatafutia watu kazi na ukubwa. You know, we have a problem in our African society. People seek power for the sake of power. People want to be in control and in power. People are not talking about development and changing people's lives. Na hiyo ndio sababu tumeendelea kuwa third world. Ukiangalia kura za Marekani, kura za Europa, Australia, kwingine hata Japan, watu wanaongea kuhusu sera zao. Hapa tunaongea kabla hili ingia hapa, kabla hili ingia hapa. Sisi tunasema tofauti yetu na vyama vingine, hata hizi zingine umetaja, ni kwamba sisi tunasema wakati wa mwananchi umefika. This is a revolutionary party. This is a party that is going to change the narrative of how things are done in this country. Kusema ya kwamba sasa tuangalie. Na unajua mwaka huu sisi hatuna presidential candidate 2017. Sisi tutaunga mkono the candidate who shows us development. The candidate who speaks and preaches development. Na candidatation kwa idalile. Kwa hivyo sasa mimi juzi nilikuwa Makueni, nikasikia vile Uhuru Kenyatta anaongea. Unajua mnaweza kukuta mtu anaongea na mdomo na kuna mtu anaongea na roho. Nikaona huyu jamaa anaongea na roho. Wakati anaongea kuhusu vijana kuwa bila kazi, wakati anaongea barabara kuisha kwa upesi, wakati anaongea kuhusu ujenzi wa maji na mikakati, na kisema huyu jamaa akataa kujichunga, anaweza kuja akaingia maendeleo chap chap. Ugo 2017 maendeleo chap chap mga support President Uhuru Kenyatta ashokele yake. Mimi nataka kusema siasa yetu ni ya maendeleo. Uhuru Kenyatta rafiki yangu, na mimi ile kazi amefanya kutoka mwanzo mpaka sasa imenifurahisha. Urasupport thirikari ya Jubilee governor na niguo thirikari no ererwo ina corruption nyingi. Corruption iko. Mutigothi hamwe nayo. Hakuna mahali tunaenda. Unajua corruption is not a new phenomenon in this country. Corruption has been there for a long time. Ukiangalia hata kutoka wakati wa serikali ya Kibaki hata serikali ya Moi kulikuwa na corruption. Wakati niliingia kama government spokesman, kulikuwa na mambo ya Anglo leasing, kulikuwa na mambo ya watu waliiba mahindi, hata wengine wakahusika, corruption hii ya kazi kwa vijana. Kwa hivyo kumekuwa na these incidents of corruption. This is a cancer, na ni ugonjwa ambayo kama vile Uhuru alisema we must now confront, na tuseme hii ni ugonjwa ambao iko. Hata kwetu Machakos tuna shida sana because unakuta ya kwamba zile pesa zilizo, kuna watu ambao bila kuiba hawasikii vizuri, inakuwa ni kama natural. Kwa hivyo tunajua kuna shida ya corruption. What matters is not that there is corruption, it is what is done about corruption. Hata nikwambie mfano juzi nilipigiwa simu na a journalist, akaniambia yeye anajenga nyumba hapa Embakasi, na katika ujenzi wake wa nyumba alikosea, alifanya plans lakini hakupata approval zote. Sasa akaniambia alikuwa out of town, kijana wake, nephew yake ambaye alikuwa anachunga mjengo amekamatwa na askari wangu wa inspectorate. Nikamwambia basi kama amekamatwa aende atoe faini, alafu ufanye vile unafanya. Akaniambia sio shida, hao vijana wamemkamata, wanamuitisha 50,000 shillings. Wanasema mimi niwatumie 50,000 shillings ndio mwachilie pesa yao ya mfuko. Nikisema hapana, hiyo ni ufisadi. Nikamwambia buongea nao alafu wa record. Alafu tuone, alafu nikatuma askari wangu waende huko. Tuone vile mambo yanaendelea. Wakarekodiwa wakinegotiate kutoka 50 mpaka 25. Nikamwambia haya watumie pesa kidogo, akawatumia 5,000 kwa namba yao ndio tujue ni akina nani. Wakamrudishia, wakawaambia tunataka hiyo yote 25, kama si hivyo hii nyumba tutakuja tubomoe. Hivyo walipopatikana baadaye na watu wangu wakaanza kusema kujeni tuanulie mbuzi, tulikuwa tunatafuta pesa tulikuwa tunatafuta pesa ya Christmas. Walisema ya Jamhuri Day ya Uhuru. Tunatafuta pesa ya Uhuru. Wamekuwa akienda huku na huku, hata wengine wanasema hii pesa tunapelekea governor. Uongo. Niliwafuta kazi jana. Nikawasema waende nyumbani, hata hakuna suspension, kwenda nyumbani. Na nitaendelea kuwafuta kazi. Lakini unajua some of those incidents we need systems that work. We need fighting corruption, ambayo si kufight individuals ambao wanafanya kazi, ni kupigana na watu ambao wanaharibu pesa. Good. Dada tomuke governor no bere ole kuhomuka ni kupumzika. Ninajua hiyo. Bere ole juzi wakati ulikuwa unahojiwa na kamati ya bunge ndio raugiria ati mutongoria wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nimwe waria maiyete
mugunda wa muingi kuria gwaku Machakos. Thutha waku kuga uguo muteti unge kuma mwana wa Ikamba-ini ugwetwo Charity Ngilu araugire ni urekire mahĩtia manene muno na ni ureyenjeire irima ria kiuteti. Ugiuga atia iguru rĩgiĩ uguo? Unajua unajua zamani tulikuwa nasema sacred cows. Mimi nasema hivi, we should not protect kila mtu. Kama umetajwa katika ule ufisadi, kuja ujitetee. Lakini ikisemekana ya kwamba wengine hawawezi tajwa kwa sababu mali weko, that is what renders our country poor. Kwa sababu watu wamenyakua mali, watu ni matajiri katika nchi yetu, hao weko sawa. Wamejenga nyumba za gorofa, weko na choo za ndani na mifereji ya ndani, weko sawa, na wengine hawana, wengine wanaenda kwa mto. Hao watoto hao weko ngambo, wale wako ngambo walipiga simu wakapewa makazi kubwa kubwa Nairobi, na sisi wananchi wa kawaida watoto wetu wako nyumbani wanakula miraa, wameshindwa. Hii lazima sisi tuseme ya kwamba kila mtu, hakuna mtu ambaye ati kuna wengine hawezi tajwa, lazima tutaje hao wengine wa chini. Hapana. Na hiyo sera ndio tunasema lazima tujiondoe. Na maendeleo chap tunapindua akili za watu, tuseme kila mtu awajibike. Wena evidence yakuna ni ati mugunda ni moyane mheshimiwa. Hiyo evidence, hiyo barua iliandikwa na mawakili ikapelekwa kwa EACC. EACC ndio wanapaswa kujibu. Wamefikisha uchunguzi wao. Na tiko muhage siasa. Hapana, unajua mimi niliulizwa. Nikaambiwa haya mashamba, hebu tuambie ni nani amenyakua. It was an audit kweli. Auditors wakasema there is land here worth hundreds of millions, not billions. Wakasema can you bring us a list of names? Sasa mimi nikafanya kutable what they asked us to do, na kulikuwa na majina ya kampuni nyingi, wakafocus tu na hii moja ikakuwa huyu asitajwe, lakini hao wengine wote ni sawa. Kwa hivyo mwananchi wa chini kama amenyakua shamba agongwe rungu, wao wakubwa kinyakua shamba wapapasu ambiwe ni it's okay. Unaona, say mimi I was obeying what I was told to do. Nikaambiwa ni hii can you table. Haya, 2013 mheshimiwa governor uliunga mkono Raila Odinga alipokuwa akiwania kiti cha urais. Kwa nini umemgeuka sasa? Mimi si kuunga mkono ama kugeuka mtu yoyote. Mimi 2013 nilitisha kiti changu cha governor Machakos. Chama nilichoitisha nacho Wiper ndio kilikuwa ndani ya mfumo wa code ambayo ilikuwa imeongozwa na Raila Odinga. Kuna tofauti kubwa sana. Na mimi nilipoingia nikasema hawa nyinyi sisi watu wa code, Raila alishindwa. Ukishindwa unakaa nyumbani ama unafanya mambo yako ya siasa, lakini sio kwanza kuharibu siasa iliyopo. Unajua tofauti, acha nikuulize. In the first when Obama became president, alishindana na nani? Who was the first person? What is second time? McCain. Very first time. McCain. Na second time? Alishindana na nani? Nitakumbuka kweli. Hii juzi Hii juzi Trump. Wacha Trump. Hiyo before Trump. Obama alishinda. Kidogo sikumbuki. Kwa nini ukumbuki? Sababu kwa ni US. Haya na hiyo ingine alishinda nani? Hata Americans wakumbuki. Kwa sababu mtu akishindwa kura, unashika kazi nyingine, unaendelea, wengine wanaendelea, unangojea mpaka election time. Lakini Kenya inakuwa ukishindwa leo, jioni unaanza siasa tena ya the next seat. Unajua, and it's all about getting into power. But sisi tunataka hii narrative change. It is not just about power. Acha niongee vibaya kidogo. La usiongee vibaya sana. Kidogo sana. Na naongea ukweli. Unajua, a member of parliament ambaye amekalia kiti sasa analipa mshahara wa karibu 700-800, hiyo ni ile basic. Alafu ukiongeza zile committee na nini about 1.2-1.5 million kila mwezi. Hiyo that's an MP. 1.2-1.5 plus yeye yuko na medical insurance cover. Bibi yake akiwa mgonjwa anaweza muingiza ndege akampeleka South Africa ama London kutibiwa na pesa yako na yangu. Unaona? Anapewa mortgage ya kununua gari, ya kununua nyumba at 3.13%. Ananunua gari kubwa. Hiyo inalipiwa. Anapewa pesa pia CDF ambayo anafanyia kazi nayo na kufanya vitu vingine. In other words, unapompigia mtu kura, wewe umemuingiza mtu mamlaka na kumpatia pesa nyingi sana na maisha mazuri sana. Watoto wake sasa wanaweza soma ng'ambo, anaweza peleka private schools, yuko sawa, yuko na dereva, yuko na security, wewe ukifunga na chuma, yeye yuko na askari hapo nje ya kuchunga yeye. Kwa hivyo, kama ni hivyo,
lazima mwananchi tuanze kujiuliza, kwani kazi yetu ni kuwaingiza watu na kuwajengea maisha yao? Si lazima huyu ameingia alete maendeleo, na kama mtu hajafanya kitu, kwa nini tumrudishe? Lazima tuangalie sera, si kujengea watu wengine maisha yao weko sawa, wanaendelea kunona, weko sambamba, na wewe mwananchi wa pale chini, mtoto wako hana kazi, unakula vumbi, unaendelea kuumia. Hiyo ndio tofauti yetu na nchi za ngambo. Nchi za ngambo wanaangalia watu ambao watalete maendeleo. Thank you muno governor. Kiu ucio nundu mwega muno wa kumwiroreri na muikari wa bururi ukwiyuria kana wira waku no gutongia andu, kana wira waku no guthondekera andu maisha mega, andu matara guthondekera we muturire mwega. Cia America ndithiragia muno hotaga gwithiria cia guku gwitu Kenya. Kiuria kia mwisho governor ngetha tuhumuke kwa andu marauga ati kiama giaku kia maendeleo chap wona kiingira kianyitameri wega nigigathukia siasa cia 2022 na mifango ya Jubilee uria mabangite. Hapana, unajua watu wasikuwe na wasiwasi. Unajua mama yangu aliniambia, wakati uko na chakula ndani ya mdomo, meza chakula kwanza kabla hujaanza kuchukua kingine. Tuache tamaa ya kwenda kule mbele kabla tujamaliza vita iliyo hivi sasa ni ya 2017. Sisi tutaunga maendeleo ambayo yanafanywa na President Uhuru Kenyatta. 2022 iko mbali. Wananchi ndio wataamua vile utaenda, na mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wengine kupeleka nchi yetu mbele. Mimi hakuna utajiri nataka. Mimi niko sawa na ile mali yangu ndogo, nimefanya kazi Marekani, Australia, Dubai, nimenunua tushamba twangu tudogo. Mimi niko sawa kwa sababu maisha yangu yako sawa. Lakini kwa nini niwe kiongozi wa maskini? Mimi sitaki kuwa kiongozi wa maskini. Nataka kuwa kiongozi ambaye nikitokea mahali kijana niambia, kuja kiongozi wangu, kuja nikunulie chai, niko na pesa kwa mfuko. Si ndio namna hiyo? Warembo wananiambia kuja nikunulie kitu, niko na pesa. Thego muno governor abe heo kido abe kude kiria wareherwo hau to homukero hanini tugicokereria gukorongirora ciuria undu mwe na maoni maria mutumite kuri mugeni witu rucine rwo muthe governor wa county ya Machakos Dr. Alfred Mutua.